Mimi kwa majina naitwa Tilas Kamau Kibenji. Mimi ni dereva wa bus ya Climax Coaches. Na kwa Climax Coaches niko na miaka 18 nikiendesha basi ya Climax. Sasa nilipofika pale Kalai, accident ilitokea kwa baina ya basi yangu na Mercedes KCZ na namba nyingine sikumbuki. Hiyo mzee aliingia kwa alikuwa ametoka kwa petroli, ana join barabara, hakugive way. Wakati aliona upande yake ya kupanda Nairobi magari meshikana, alifanya hesabu overtake hizo gari, na mimi naye nikamuona nikiwa mbali. Nilipomuona nikiwa mbali, nikajaribu kanyaga hiyo gari break na kulikuwa kumenyesha. Nikaona nitamwaga watu 67. Nikienda kando nitamwaga watu 67. Sasa alikuja kama ameniingia direct kichwa kwa kichwa. Hivyo tu. Kwa basi kuna mtu alipata injury? Kwa basi hakuna mtu alipata injury. Niwauliza wote, hakuna mtu alipata injury. Askari wakawaambia kama iko mtu amepata injury, twende hospitali. Uko sanga? Kulikuwa saa 8, kitu saa 8 ya usiku. Kati hatukuwa tumejua ni nani. Lakini askari wakati alichukua simu yake, akakuta sijui ni wife yake amempigia simu. Alipompigia simu ndio alikuja akaambia wenzake huyu ni Cyrus Jirongo. Na pole mzee. The body of Cyrus Jirongo on arrival at the Lee Funeral Home in Nairobi, where it has been ferried from Naivasha accident scene. The veteran politician and former Lugari Member of Parliament was killed in an early morning accident on Saturday. The 64-year-old died at around 3 a.m. when his car collided head-on with a bus on the busy Nairobi-Nakuru highway. Police say Jirongo was alone in the vehicle and was driving to Nairobi at the time of the crash. Mercedes ilikuwa inatoka kwa mafuta petrol station, na mimi natoka Nairobi nikienda Busia. Mercedes wakati aliingia kwa hakugive way. According to police and the bus driver, Jirongo's car veered off its lane and rammed an oncoming Climax coach bus traveling from Nairobi to Busia. Akaamua kuja penye niko, tukakutana kichwa na kichwa na yeye. Wakati nilijaribu kuokoa, nikasikia gari yangu inaenda chini. Sasa mimi nikanyaga, akakuja kama ameniingia. Jirongo's death brings to an end a political career that spanned more than 3 decades. According to me, that driver was very brave and he did a very good job. In fact, he saved 67 lives na kaangamiza mmoja. Na huyu mmoja aliangamia kwa kukosa maarifa. Maana anaona hii ni jam, yeye akajiona mkubwa, akajiona yeye yuko kwa serikali. Nani alisema politicians hawastahili kupave way for others wapite? Mbona overtake? Na alikuwa anakimbilia wapi? Anyway, if I do at ni president ama ni nani, in fact he just died. Because this man, kitu ya kwanza, he's an MP, angetafuta driver, drive mwenyewe, na kujua alikuwa anaenda wapi. Ndio the funny thing, hiyo accident ikifanyika, huyu jamaa alikuwa ametoka kwa sherehe fulani mahali, na walikuwa wamekunywa hadi pombe, so alikuwa anaelekea nyumbani. Na hivyo ndio kwenye alipata accident. I think ni kulewa. Ulevi ndio ulichangia. So guys, anyway, we have no otherwise but let us just say, may we solve it.